Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tukiwa bado katika sekta ya elimu, mtahiniwa mmoja katika makao ya watoto mjini Limuru aliyepata alama 417 kwenye mtihani wa KCPE ana hofu huenda ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ikakosa kutimia kutokana na ukosefu wa karo. Mtahiniwa huyo ambaye ni yatima anaomba wahisani kujitokeza na kumsaidia ili aweze kuendelea na masomo yake katika shule ya sekondari. This is a needy place. Tunahitaji, we need food, need school fees, car side. There are many children in secondary, like 13 of them, and wengi wako boarding. So you can imagine, kama mtoto mmoja analipiwa tuseme like 25, and maybe you can't afford. You imagine like 13 of them, so school fees and maybe food donations, anything will be accepted. Wajiru walikuwa watatu, na wakati mama yao aliaga, familia hawakujitokeza kamwe. Kwa hivyo msamaria mwema ndio aliwaleta huku kwa sababu hangeweza kuwasaidia. Kama Alpha Joy tuko na zile changamoto sana. Kwa vile tuko na watoto wengi ambao wako secondary school, kwa hivyo karo inakuwa changamoto kwetu sana. Kwingineko, wamiliki wa vilabu katika kaunti ya Kirinyaga wameitaka serikali ya kaunti hiyo kuwaondolea 50% ya ushuru wanaolipa kama njia mojawapo ya kuwapa muda wa kuweza kujiinua tena baada ya biashara zao kuathirika pakubwa kutokana na janga la korona. Kulingana na mwenyekiti wa wafanyabiashara hao, kuondolewa kwa 25% ya ushuru wanaotozwa na kaunti ni kidogo mno ikizingatiwa hasara ambayo wamekabiliana nayo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kulingana na vile mambo yalivyo, county government ifikirie vile itatupa angalau nafasi ya kutupatia 50% mwaka huu. Walakini mwaka uliopita, wakati wafanyi biashara walikuwa wamefungiwa kazi zao, na kulingana na ile amri ilitolewa na rais ama serikali ya kusema kwamba kulikuwa na COVID, kwa hivyo watupatie huo mwaka, wasitulipishe sababu hatukufanya kazi. Wale wengine wanajua maneno ya barua ya hii biashara tunafanya. Tunalipaka liquor license, tunalipaka business permit, public health, tunalipaka kitu inaitwa tourism levy. Tunasema at least mwaka hii juu ya COVID tulipe barua moja. Sisi tunajiomba tukiwa wale wanafanya hii biashara, wenye vilabu na wale tumeandika, hata sisi tuweko frontline, ndivyo watu wetu wapatio chanjo. Na tukipatio chanjo, sisi ni kama madaktari, na sisi tunakuwa kama madaktari wa roho, na pia tuna interact na watu wengi. Daktari wa roho huyo ametoka kuzungumza hapo. Mtazamaji, hatimaye wenyeji wa vijiji vya Mashegesha na Kirirwa eneo bunge la Kandara kaunti ya Murang'a kule wamepata afueni baada ya maji safi baada ya kutaabika kwa muda mrefu. Kulingana na wakazi hao, vijiji hivyo vimeshuhudia uhaba wa maji kwa takriban miaka 50, jambo ambalo limeathiri mambo mengi kama ufugaji pamoja na kiwango chao cha usafi. Boma ambazo zitasaidika na mradi huu wa maji na wale ambao wamesaidika kwanza ni boma 6816, na wale ambao wananufaika kwa wakati huu ni boma 3817.
hao ndio wananufaika kwa huu mradi. Ikisema ifike mwezi wa 6 nitakuwa nimekamilisha wadi yangu yote mzima, kila mtu kupata maji. Langu kuu ni ya kwamba watu wetu ni wa kujitolea, ni wa kufuga mifugo. Nimekuwa tu nimekamilisha kufanya connection ya mashule. Sasa wale ambao ni wakulima na wafugaji, sasa tumerahisisha mzigo kuu yao ambao wamekuwa wakichota maji ya kulipa. Kwa kila siku wamekuwa wakilipa 1,000, lakini kwa wakati huu sasa maji wameipata. Kwa hivyo itakuwa faida yao kubwa na itakuwa rahisi sana hata kufanya kilimo zaidi. Kilimo tutaweza kulima huko, tunapanda boga na pengine tunakosa maji, lakini kwa siku ya leo tunasema ni asante kwa kuwa hakuna jambo hakuna jambo litatushida kwa kilimo ili kukua wasafi. Nilikuwa nanunua maji. Sasa juu ya MCA wetu sirudi kununua maji tena. Hiyo pesa nitakulaga kanyama ama kama yai, napenda kanyama sana na mayai. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba wenyeji wa vijiji vya Rubere, Kieni na Kariaini katika kaunti ya Laikipia kule nao wanaitaka serikali kuondoa ndovu ambao wamekuwa wakirandaranda eneo hilo na kusababisha uharibifu mkubwa katika mashamba yao na hata kusababisha maafa. Wenyeji wanasema hatua hii ikichukuliwa itatatua suala la mizozo baina ya binadamu na wanyamapori. Ndovu hao wamesababisha uharibifu mkubwa kwenye mashamba ya maembe, ndizi na viazi tamu. Inasemekana wanavamia mashamba ya watu mchana na usiku na kisha kurejea katika hifadhi ya Laikipia. Na hii sio siku ya kwanza. Hawa madofu za hii ni siku ya 5. Safari ya kwanza walikuja Kongo wakanimalizia mishiri ambayo nilikuwa ninategemea nitauza. Sikupata kitu chochote, hata sikupeleka pahali ambapo tunaenda kuuza. Safari ya pili wakaja wakafamia mahindi yangu yote ambayo nilikuwa nimepanda na maji kutoka Januari. Yote wakamaliza chini, yote wakamaliza kila kitu. Kutoka hapo tena wakanimalizia sukuma, na pia leo wamemaliza hata maharagwe yangu yote. Hakuna saa maharagwe niko naye. Kwa hivyo tunashindwa tutafanya namna gani? Kwa sababu tukipanda haya madovu yanatoka yanatuharibia, tunaashwa bila, na tumetumia fertilizer, tumetumia madawa, tumetumia nguvu mingi ya kupanda hizi vitu, lakini tunatokea bure. Kwa hivyo hata hatuna nguvu tena ya kuendelea. Sasa kama sisi vijana tulikuwa tumepanda mimea midogo midogo tukidhani kwamba itatusaidia. Sasa sijui tutaenda wapi, kwa sababu wanyama wa serikali ndio wenye wametuhangaisha sana hapa. Na serikali iko na nguvu ya kuzuia wanyama wakae kwao na sisi tukae kwao, kwa sababu sisi tuko na haki ya kukaa hapa. Na sisi huwa hatuendi kuchokoza wanyama, lakini wanyama wenyewe ndio wanakuja kutuchokoza kwetu. Mimi ninaomba serikali kuu itusaidie, kwa maana hatuna namna tunaweza kujifanyia wakati huu. Leo ni wakati wa corona, na ile kitu tulikuwa nayo tulikuwa tumemwagia mashamba yetu fertilizer na mahindi, na sasa hizi ndovu zimekanyaga kukawa kama barabara. Na wakazi wa Naivasha walishtushwa na tukio la bwana mmoja mwenye umri wa makamo kujaribu kujitoa uhai akitumia kigae cha chupa aliyoivunja baada ya kukataliwa na mpenzi wake wa zamani. Hii ni baada ya bwana huyo kujitahidi kumtongoza tena mke wake wa zamani na kukataliwa, huku bibiye akijitia hamnazo. Ni kisa kilichowatamausha wafanyabiashara, wahudumu wa uchukuzi pamoja na wapita njia katika stendi ya basi ya Naivasha, kaunti ya Nakuru, baada ya bwana huyo mwenye umri wa miaka 23 alipoivunja chupa na kisha kutumia kigae cha chupa hiyo kijaribu kujitoa uhai baada ya kujidunga shingoni akijaribu kujikata. Kwa takriban ya saa moja damu ilimvuja ikitiririka na kutawanyika sehemu ya tukio, huku raia wakimtizama kwa umbali kabla ya polisi kufika na kumkimbiza katika hospitali kwa matibabu. Kulingana na mhudumu mmoja wa matatu, wawili hao walitofautiana kabla ya tukio hilo. Akasema yeye anataka bibi yake warudiane. Hapo wamepiga mpaka wazazi simu. Mzazi wa huyu kijana akamwambia achane na huyo mwanamke. Sasa mimi nikamwambia utaachana, utaenda uwaongereshe muende kwa kina huyu msichana umchukue. Akasema mimi nataka kujiua.
Nikamwambia usijiue, kuongea tu msikizane. Ametoka kwa gari mbio, akakuja akagongesha chupa chini, akachukua upande moja, akajikata shingo. Bwana huyo ambaye alisafiri kutoka Thika hadi Naivasha ili kukutana na mkewe wa zamani. Mkewe huyo alikataa katakata kuridhia wito wake wa kurejeleana, hatua iliyompelekea kujaribu kujitoa uhai. Mwenyekiti wa wahudumu wa matatu mjini Naivasha alilaumu matumizi ya dawa za kulevya kuchangia zaidi. Ningeomba officers watembelee area hizi ambazo ziko karibu na stage, kwa sababu kila wakati tunaona walevi. Najiuliza, je, na kusema uhakika kabisa kama ni pombe katika area yetu imefungwa na rais mwenyewe? Na sasa nikiingia humu ndani napata kuna mbaa ambazo zinauzwa na zingine zinauzwa ibe pombe karikari. Kwa nini tunakubalisha maneno kama haya? Tukio hilo linajiri siku moja baada ya bwana mwingine wa umri wa miaka 22 kujisalimisha katika kituo cha polisi baada ya kumuua mpenzi wake wa umri wa miaka 32 mjini Naivasha. Bwana huyo anayedaiwa kuhudumu taksi mjini Naivasha alimnyonga mama huyo wa watoto wawili mtaani Kayole kabla ya mwili wake ukiwa na majeraha kupatikana chumbani kwake. Mtazamaji, kwingineko, visa vya maradhi yanayosababishwa na maji chafu vimeanza kuripotiwa katika maeneo ya Pokot Kaskazini na Pokot Magharibi. Hali hii inachangiwa na uhaba mkubwa wa maji ambao unawafanya wenyeji kwenda kuteka maji kwenye visima vinavyotumiwa na wanyamapori. Sasa wakazi wa maeneo hayo wametoa wito kwa serikali kuchimba mabomba ya maji ili kutatua uhaba huo. Ile miradi ilichelewa 2 years running sababu mashini iliharibika. Na pili, mvua ya mwaka jana mnakumbuka tu na landslides na too much rain, so ikaleta ndio kadile kila kitu, lakini sasa tumesindua mradi imeanza officially, ndio hii na kuendelea. Sisi tumepitia changamoto mingi sana sababu ya maji. Tunaenda maji maili mingi sana. Na hata mifugo wanaumia, hata sisi wanadamu tumeumia sana sababu hatuwezi pata maji. Hii maji inatusaidia sana sababu tukikunywa maji hapa karibuni tunaweza kusaidika kabisa. Kwa sisi kama wakaji wa hapa, hii borehole imetusaidia sana na itasuluhisha shida nyingi, kwa sababu utakuta ya kwamba magonjwa mengi ambayo inatusumbua katika sehemu hizi ni yale ambayo yanatokana na maji chafu. Kwa mfano magonjwa kama typhoid, magonjwa ya kuharisha, hata ya homa ni kwa sababu ya kunywa maji chafu. So nafikiri hii maji, tukitumia hii maji ya borehole, itakuwa ni suluhisho kwa mambo mengi. Na wamiliki wa mashamba katika eneo lililotwaliwa na serikali kwa ajili ya barabara mbadala ya Eldoret wamewalaumu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwenye mchakato kuondoa katika sehemu hiyo. Awali baadhi yao waliamua kujenga maua kwenye barabara hiyo licha ya baadhi kunuia kubomoa nyumba zao hata baada ya fidia kuchelewa. Kwa upande wake, OCPD wa eneo la Langas amesema maafisa wake walifuata sheria. Wakubwa wa polisi, muko wapi? Na mlituma hawa wakuja wapiga watoto risasi ama usalama? Mimi ninataka shilingi bilioni 2 ambayo sisi wenyewe hatuna shamba lingine. Hili ndio shamba letu, hatuna mahali cha kwenda. Nyumba tayari imeshafunikwa, nafikiri mnaangalia pale. Sasa serikali, hii ni mambo gani? Hii ni maneno ya kutulinda ama ni kutuua? Maaskari wako hapa. Hata tulishangaa wenye tulikuwa nao huko kuongea na waliona kwamba mambo hayatakuwa mazuri, ndio wakakuja na polisi hapa
kusimamia hapa polisi ya Simat. Tumeshangaa kwa serikali yenye ametuangamisha sana kuchukulia sisi mali. Mpaka watoto wameenda nje. Mandugu zangu wamepunika manyumba zao. Hakuna penye wataishi saa hii. Wameniita kutoka mbali. Nimefika nyumbani, nimeshangaa, nimelia, tumefika Nduru. Tuliongeleshwa tukakubali barabara ipite. Na ilipopita mpaka saa hii hatujalipwa from 2018 January. Mpaka saa hii bado hatujalipwa. So tukienda saa zingine wanatuambia kujeni huko National Lands Commission Nairobi. Tukienda tunaambiwa ya kwamba hatutawalipa. Hiyo shamba ilikuwa overvalued. So tunawauliza kama ilikuwa overvalued na sisi tulitetea mpaka tukafanywa revaluation. Si mtu andikie barua ya kusema ya kwamba it was overvalued. Ndio tujue next course of action. Na majaji nchini Marekani wamempata na hatia afisa wa polisi wa zamani kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd huko Minneapolis mwaka jana. Derek Chauvin mwenye umri wa miaka 45 alinaswa katika kanda ya video akipiga goti kwenye shingo ya bwana Floyd kwa zaidi ya dakika 9 alipokamatwa mwezi Mei mwaka uliopita. Chauvin alipatikana na makosa matatu: mauaji ya kiwango cha pili, kiwango cha tatu na mauaji bila kukusudia. The Hennepin County Courthouse, the site of protests for... It was the right verdict, it was on time, and it was precise. We all wanted all 3 charges, and that's what everybody got. And everyone out here, as you can see, we all felt the same way, no matter what walks of life, no matter what you look like. Guilty is what we wanted, and that's what we got. Perfectly honest, it's only one. The fight isn't over yet, though. Like, mind you, we're partying and having a great time, but we still have Kim Potter we have to deal with next. So the show must still go on, and we must still fight. I don't care who's found guilty, who's not guilty. Let's just stop the killing and the bloodshed, you know. Let's treat people like equal citizens. Taarifa hiyo inatukamilishia taarifa za MBIU ya KTN alasiri hii, mtazamaji. Asante sana kwa kutazama taarifa zetu. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo, ambapo tutakuwa na taarifa kuu, lakini kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha Zilizala Viwanjani. Kipindi ambacho kinaangazia zaidi masuala ya michezo kutoka viwanja mbalimbali, sio Kenya peke yake bali hata maeneo na kimataifa. Naitwa Ali Manzu, asante kwa kuwa nasi. Endelea